Mtu mmoja alilima shamba la mizabibu, akalikodisha kwa wakulima, kisha akaenda nchi ya mbali, akakaa huko kwa muda mrefu. Wakati wa mavuno, huyo mtu alimtuma mtumishi wake kwa wale wakulima akachukue sehemu ya matunda ya shamba lake. Lakini wale wakulima wakampiga huyo mtumishi na kumrudisha mikono mitupu. Yule bwana akamtuma mtumishi mwingine, lakini hao wakampiga huyo vile vile na akamtendea vibaya, wakamrudisha mikono mitupu. Akamtuma watatu, huyo naye baada ya kuumizwa wakamfukuza. Yule mwenye shamba akawaza, nitamtuma mwanangu mpendwa kwenda kuishi. Lakini wale wakulima walipomwona tu wakasemezana, huyu ndiye atakayerithi shamba hili, basi tumue ili basi wakamtoa nje ya lile shamba la mizabibu wakamuua. Sasa yule mwenye shamba atafanya nini na hao wakulima? Atakuja kuwaangamiza wakulima hao na atawapa wakulima wengine hilo shamba la mizabibu. Je, maandiko haya matakatifu yana maana gani? Jiwe walilolikataa waashi sasa limekuwa jiwe la msingi. Mtu yeyote akianguka juu ya jiwe hilo atavunjika. Alikimwangukia yeyote litamsaga kabisa. Mwalimu, tunajua kwamba unasema na kufundisha mambo ya kweli. Tunajua kwamba wewe huna ubaguzi, lakini wewe unafundisha ukweli kuhusu matakwa ya Mungu kwa wanadamu. Basi, kama ni halali kulipa kodi kwa Kaisari au la? Hebu nionyeshe sarafu ya sura na chapa hii ni ya nani? Basi mpeni Kaisari vilivyo vyake Kaisari, na mpeni Mungu vilivyo vyake Mungu. Bringing the beat to your ears, it's Kevo Baba Yao. Kevo Baba Yao. Kwa nini mnafadhaika? Kwa nini mnapashaka moyoni mwenu? Angalieni mikono na miguu yangu ya kwamba ni mimi mwenyewe. Nipapaseni muhakikishe, maana mzimu hauna mwili na mifupa kama mimi nionavyo. Hii ndiyo maana ya mambo niliyowaambieni nilipokuwa bado pamoja nanyi, kwamba ilikuwa lazima kukamilisha yote yaliyoandikwa kunihusu mimi katika sheria za kidini za Kiyahudi na katika vitabu vya manabii. Imeandikwa, Masihi atateseka na siku ya tatu atafufuka kutoka wafu. Pia ni lazima kwa jina lake kuhubiri habari ya kutubu na kuondolewa dhambi, ihubiriwe katika jina lake kwa mataifa yote, kuanzia na Yerusalemu. Ninyi ni mashahidi wa mambo hayo, nami mwenyewe nitawaleteni yule ambaye Baba aliahidi kumtuma. Lakini ngojeni huko mjini Yerusalemu mpaka mtakapopewa ile nguvu kutoka juu.
Aisee, hizi ngoma zinanibamba kinoma ya noma ya. Akalirudisha kwa wakulima, kisha akaenda nchi ya mbali, akakaa huko kwa muda mrefu. Wakati wa mavuno, huyo mtu alimtuma mtumishi wake kwa wale wakulima, akachukua sehemu ya matunda ya shamba lake. Lakini wale wakulima wakampiga huyo mtumishi na kumrudisha mikono mitupu. Yule bwana akamtuma mtumishi mwingine, lakini hao wakampiga huyo vile vile na wakamtendea vibaya, wakamrudisha mikono mitupu. Akamtuma watatu. Huyo naye baada ya kuumizwa wakamfukuza. Yule mwenye shamba akawaza, akasema, nitafanya nini? Nitamtuma mwanangu mpendwa kwenda kuishi. Lakini wale wakulima walipomwona tu wakasemezana, huyu ndiye atakayerithi shamba hili, basi tumwahidi urithi wake wetu. Basi wakamtoa nje ya lile shamba la mizabibu wakamuua. Sasa yule mwenye shamba atafanya nini na hawa wakulima? Atakuja kuwaangamiza wakulima hao na atawapa wakulima wengine hilo shamba la mizabibu. Je, maandiko haya matakatifu yana maana gani? Jiwe walilolikataa waashi sasa limekuwa jiwe la msingi. Na yeyote akianguka juu ya jiwe hilo atavunjika. Likimwangukia yeyote litamsaga kabisa. Mwalimu, tunajua kwamba unasema na kufundisha mambo ya kweli. Tunajua kwamba wewe huna ubaguzi, lakini wewe wafundisha kweli, matakwa ya Mungu kwa wanadamu. Basi tuambie kama ni halali kulipa kodi kwa Kaisari au la. Hebu nionyeshe sarafu ya fedha. Je, sura na chapa hii ni ya nani? Basi mpeni Kaisari vilivyo vyake Kaisari, na mpeni Mungu vilivyo vyake Mungu.
on Instagram and Twitter at DJ Kevo Baba Yao. Kevo Baba Yao. Wape wape. Kwa nini mnafadhaika? Kwa nini mna mashaka mioyoni mwenu? Angalieni
yangu ya kwamba ni mimi mwenyewe. Nipapaseni muhakikishe, maana mzimu hauna mwili na mifupa kama mimi nionavyo. Hii ndiyo maana ya mambo niliyowaambieni nilipokuwa bado pamoja naye, kwamba ilikuwa lazima kukamilisha yote yaliyoandikwa kunihusu mimi katika sheria za kidini za Kiyahudi na katika vitabu vya manabii. Imeandikwa, Masihi atateseka na siku ya tatu atafufuka kutoka wafu. Pia ni lazima kwa jina lake kuhubiri habari ya kutubu na kuondolewa dhambi ihubiriwe katika jina lake kwa mataifa yote, kuanzia na Yerusalemu. Ninyi ni mashahidi wa mambo hayo, nami mwenyewe nitawaleteni yule ambaye Baba aliahidi kumtuma. Lakini ngojeni huko mjini Yerusalemu mpaka mtakapopewa ile nguvu kutoka juu. Your ears, it's Kevo Baba Yao. Kevo Baba Yao. Aisee, leo ni kivumbi. Mwana kwa mbali alienda mbio kumlaki mwanawe, alienda mbio kumlaki mwanawe. Kisha mwanawe akasema sistahili kuitwa mwanawe. Kisha mwanawe akasema sistahili kuitwa mwanawe. Baba yangu nimekosa mbele zako na mbele zangu. Baba yangu nimekosa mbele zako na mbele zangu. Aisee, hizi ngoma
Aisee, hizi ngoma zinanibamba kinoma ya noma ya. Mtu mmoja alilima shamba la mizabibu, akalikodisha kwa wakulima, kisha akaenda nchi ya mbali, akakaa huko kwa muda mrefu. Wakati wa mavuno, huyo mtu alimtuma mtumishi wake kwa wale wakulima, akachukua sehemu ya matunda ya shamba lake. Lakini wale wakulima wakampiga huyo mtumishi na kumrudisha mikono mitupu. Yule bwana akamtuma mtumishi mwingine, lakini hao wakampiga huyo vile vile na wakamtendea vibaya, wakamrudisha mikono mitupu. Akamtuma watatu, huyo naye baada ya kuumizwa wakamrudisha. Yule mwenye shamba akawaza, mwanangu mpendwa kwenda kuishi. Lakini wale wakulima walipomuona tu wakasemezana, huyu ndiye atakayelima shamba hili, basi tuchukue ile kwetu. Basi wakamtoa nje ya lile shamba la mizabibu wakamuua. Sasa yule mwenye shamba atafanya nini na hawa wakulima? Atakuja kuwaangamiza wakulima hao na atawapa wakulima wengine hilo shamba la mizabibu. Je, maandiko haya matakatifu yana maana gani? Jiwe walilolikataa waashi sasa limekuwa jiwe la msingi. Mtu yeyote akianguka juu ya jiwe hilo atavunjika mwenyewe, na likimwangukia yeyote litamsaga. Mwalimu, tunajua kwamba unasema na kufundisha mambo ya kweli. Tunajua kwamba wewe huna ubaguzi, lakini wewe unafundisha ukweli kuhusu matakwa ya Mungu kwa wanadamu. Basi kama ni halali kulipa kodi kwa Kaisari au la? Hebu nionyeshe sarafu ya fedha. Je, sura na chapa hii ni ya nani? Basi mpeni Kaisari vilivyo vyake Kaisari, na mpeni Mungu vilivyo vyake Mungu. Uinue macho
Kwa nini mnafadhaika? Kwa nini mna mashaka mioyoni mwenu? Angalieni mikono na miguu yangu ya kwamba ni mimi mwenyewe. Nipapaseni muhakikishe, maana mzimu hauna mwili na mifupa kama mimi nionavyo. Hii ndiyo maana ya mambo niliyowaambieni nilipokuwa bado pamoja nanyi, kwamba ilikuwa lazima kukamilisha yote yaliyoandikwa kunihusu mimi katika sheria za kidini za Kiyahudi na katika vitabu vya manabii. Imeandikwa, Masihi atateseka na siku ya tatu atafufuka kutoka wafu. Pia ni lazima kwa jina lake kuhubiri habari ya kutubu na kuondolewa dhambi ihubiriwe katika jina lake kwa mataifa yote, kuanzia na Yerusalemu. Ninyi ni mashahidi wa mambo hayo, nami mwenyewe nitawaleteni yule ambaye Baba aliahidi kumtuma. Lakini ngojeni huko mjini Yerusalemu mpaka mtakapopewa ile nguvu kutoka juu.